Leo katika darasa hili tuangalie dhima ya dialojia katika kazi za fasihi. Katika kazi za fasihi, dialojia hutumiwa zaidi katika tamthilia, ingawa hujitokeza pia katika kazi za fasihi kama riwaya. Utokeaji wa dialojia hufanya kipengele hiki kionekane kuwa na umuhimu wa pekee na kuleta ulazima wa kuchambua umuhimu wake. Umuhimu wa dialojia ni kama ufuatao. Kwanza, husaidia kuitambulisha kazi ya fasihi kuwa ni tamthilia kwa msingi wa Kiaristoto, ambapo tamthilia ni lazima itawaliwe na majibizano, yani dialojia. Lakini pili, ni kuiwezesha kazi ya tamthilia kuigizika jukwaani, kwa sababu tamthilia zote ni sanaa za maonesho, hivyo ni lazima ziwe katika majibizano ili kuweza kuwapata waigizaji. Tatu, ni kuipa kazi ya fasihi muundo wa kimgogoro ambao utaonesha msuko wa visa kimgogoro na kubainisha kwa urahisi chanzo cha mgogoro, kukua kwa mgogoro, kilele cha mgogoro, kushuka kwa mgogoro wenyewe na suluhisho la mgogoro. Vile dialojia husaidia kuleta uhalisia wa matukio yanayofikishwa na mtunzi. Kwa mfano, kupitia majibizano ya wahusika, tunaweza kubaini hali halisi iliyopo ndani ya jamii kwa urahisi, kama inavyojitokeza kupitia Mama Suzi na Baba Joti, wanaoamini kuwa dini na mila haziruhusu kuzungumzia masuala ya mahusiano ya kimapenzi kwa watoto, huku Baba Ana na mjomba wakiamini juu ya utoaji wa elimu hiyo. Lakini pia dialojia kati ya jirani na Baba Joti inasaidia kugundua jinsi wanajamii wasivyoamini juu ya kuwepo kwa janga la ukimwi na badala yake wanaamini kwenye nguvu za kishirikina. Dialojia pia hutumika kuishirikisha hadhira na kuifikirisha, kwa kuwa uhusika kupitia majibizano ya wahusika anaowasoma katika kitabu. Kwa hiyo hadhira inaweza kushiriki kupitia majibizano ya wahusika anaowasoma ndani ya tamthilia. Dialojia husaidia kupambanisha fikra na mitazamo tofauti ndani ya jamii, ambayo kimsingi huathiri mwelekeo mzima wa jamii kujiletea maendeleo. Kwa mfano, imani potofu juu ya malezi ya vijana waliozama katika kizazi cha utandawazi dhidi ya malezi ya vijana wa zama za kale, ambao walitishwa kwa miiko ya kijamii tu na wakati. Hapa unaona wanachoamini Baba Joti na Mama Suzi dhidi ya wanachokiamini mjomba na Baba Ana kuhusu malezi na haja ya jamii kubadili mbinu za malezi ili kuendana na jamii ya sasa. Kwa hiyo kwa ujumla, dialojia ni kipengele muhimu sana katika kazi ya fasihi, hasa tamthilia, kwani pamoja na mambo mengine, lakini huipa uhalisia zaidi kazi ya fasihi na kuchochea tafakari ya mambo yalivyo katika jamii. Bila shaka kwa ufupi na kwa dondoo hizo utakuwa umepata kufahamu dhima ya dialojia katika kazi za fasihi, au pengine tuseme umuhimu wa dialojia katika kazi za fasihi. Asante, karibu sana. Ulikuwa nami Mwalimu Maeda katika somo la Kiswahili.